Wadau, leo nataka tuongelee msee fulani alikuwa ameishi kitambo, anaitwa Mansa Musa. I hope hii jina ni jina common kwa wasee wengi sana. So machaji, Mansa Musa, kwanza the term Mansa inamaanisha kitu kama emperor ama king. Emperor ama king. So huyu legend tunataka kumwongelea leo alikuwa anaishi kwa the 14th century. I think 13th to 14th century back in time. So msee like nimekuanga tu nikisikizanga hii jina yake all along, nikakuwa polepole nikigain interest ya kutaka kujua like who is this guy, unaona, na mbona ako so popular design yenye mpaka 1375 alikuwa included kwa Catalan Atlas, unaona, kama amekalia kiti ya throne na image yake imekuwa represented na gold. So Mansa Musa alikuwa born I think alikuwa born 1280 during the 14th century 1280 yeah. So msee like alikuwa na grow up nini na like yeye mwenyewe hadi hakuwa ijua that atakuja kuwa msee mwingine mwenye ako very famous na ako very very rich, unaona. So funny enough msee alipatanga power na design nyingine inakaa tu mysterious, unaona. Ushaiona like the most richest person kwa history ya dunia, design yenye hadi wakiweka mabilionaires wa sahi, like tunaongelea wase kama Elon Musk, Jeff Bezos, hata paka kukuwe na inflation bado hakuna msee mwenye anaweza mfikia utajiri yake, una get. So huyu ndo msee mwenye leo tunaongelea hapa manzi. Like msee alikuwa rich design yenye dunia mzima ilikuwa surprised mpaka leo imeshindwa kucalculate worth yake ilikuwa ngapi in terms of liquid cash, unaona. So msee venye alikuwa na grow up, aligrow na ndio alikuwa anatoka kwa zile family ziko so famous, akakuwa deputy wa the then king. Kuna king mwenye alikuwa akirule time yake before yeye mwenyewe akuwe leader, unaget. So msee venye alikuwa deputy king wa hiyo time, kulikuwa kunaitwa deputy king wa Mali. So msee juu ya hizo time hakuwanga na vitu mingi, exploration na zikukuwa. So huyu king siku moja aliamuanga, huyu king alikuwa anaitwa King Abubakar II. So huyu King Abubakar II alikuwanga na zile vishasha tu fulani zenye hadi unashangaa msee ako zile za like nini inaweza kuwa beyond the Atlantic Ocean, unaona. Alikuwa anajiuliza like kunaweza kuwa na wase wanaishi beyond the Atlantic Ocean kama vile sisi tunaishi to this other end. So juu ya hiyo excitement akachukuanga wasee nini, akatoka na mavitu zenye anaamini ziko enough kumketa for hiyo journey yenye alikuwa anataka kutake off for. So msee akadisappear, na juu hiyo time Mansa Musa ndiye alikuwa deputy king wa msee, wakamcrown kukuwa king wa Mali during hiyo time, unaona. So machaji, kuna kitu nilikuwa nimesahau kuambia. Hii time Mali ilikuwa very rich in terms of resources, design yenye ilikuwa like na territory ingine bigi. Ilikuwa na territory bigi in terms of geographical space, kwa sababu hawa sasa walikuwa so rich in gold, alafu pia rich in salt, na hiyo time hizo vitu ndo zilikuwa zinasema, unaona. So walikuwa wakifanya stories za kumarket nini na nini, unapata like ama jamaa walikuwa na doka nonsense, unaona. So msee venye alikuwa crowned king after ule Abubakar II alijitoa na hakuwa irudi, si wazee wakasema kama ule aliamua kuzidi, mbona tusi crown huyu jamaa mwenye ni deputy afanye nini, a lead, unaona. So Abubakar Mansa Musa alikuwa msee mjanja sana in terms of leadership power
na na general knowledge ya life. Unaona alikuwa street smart pia, unaget. So umse after amekuwa crowned akaanza kuexpand hiyo territory yake in terms of take over ma neighboring communities. Walikuwa wana raid, wana take over, wana declare sphere of influence as in hiyo place pia inakuwa yao. So hawa sasa walikuwa wameteka hadi present day Senegal, walikuwa wameteka Niger, walikuwa wameteka Nigeria, alafu walikuwa wameteka walikuwa wameteka tu nchi mingi man. Ndio kitu surprising, unaona. So Mansa Musa kwa nini alikuja akakuwa so famous hivi design yenye kila msee anamjua, na mpaka leo like wameshindwa kucalculate wealth yake, unaona. So huyu jamaa siku moja alikuwa anafaa kwenda ile stuff inakuanga kwa Waislamu inaitwa I think Haji ama pilgrimage, ile yenye wasee huendanga huko Maka. So tunajua venye wasee wakienda Maka unaenda hivyo huko mna I think ni prayers zinatekingi place hiyo Maka. Siko sure about it enough kwa sababu maybe wasee wenye ni Muslims wakama hapa hivi kwa comment section what show. So msee akiwa anaenda hivyo huko Maka akachukua like hii ilikuwa so shocking man. Alikuwa na over 80 camels zenye zimebeba each almost 136 kg za gold, na ni over 80 camels. Alafu bado akachukua 60,000 soldiers. Acha ni confirm the real digits. Unaona 60,000 alienda huko Maka na watu 60k, una get 12,000 slaves wakiwa wamebeba gold, alafu 80 camels each carrying up to 136 kgs of gold. Akakuwa amebebana na official soldiers, musicians. Manze hii ilikuwa ingine mbaya design yenye niambie umse ako na caravan yao wase wote, na hao wase wote walikuwa wamedress up in silk suits. Unaona hizo time silk suits zilikuwa ni mambo mbaya man. Azini msendi akuwe na silk suit, akuwe na silk suits, lazima ako na kakitu ka nonsense. So imagine ako na crew over 60,000 people, 12,000 slaves, alafu ako na 80 camels zenye zote zimebeba each 136 kilograms of gold. Niambie the level ya wealth. Juu mimi najuanga msee akiamua kumove like kama uko na doza zako hadi wewe mwenyewe, hebu imagine kwa like anything in una own in terms of hata kama cash, ukiwa na 100 bob, ukiwa na kitu kama 10,000, mimi najua kuna wase wenye wanaweza sema like hawezi tembea na hiyo 10,000 yote, utajua ni risky. Si unaona ukitembea na hiyo 10,000 yote once upigwe nyongolo ama ipotee, unaona hiyo umerudi zero once. Juu najua kama msee ako na 10k, mimi niko sure anaweza kuwa anatembea na kitu kama 5k ama 3,000 ama anything between, but niko sure like atakuwa na secure aside do ingine ndio isipotee once au mimi, unaona. So you can imagine hii level yao yenye ana move now na feel uzito, na get. So umse alikuwa anaenda hivyo akapita Egypt. Manze huyu jamaa alishut down economy ya Egypt. Akipita Egypt alikuwa anapeana gold for free. Hiyo ndio kitu unaona sasa like wase walikuwa wanashangaa umse uko na gold unapeana bure, ndio bure. Kila penye anaenda akipatiana msee zawadi anampea gold, anapeana gold. So msee funny enough alipatiana gold design yenye alicollapse the whole economy for 10 good years. Ukitaka kujua au huyu jamaa venye alikuwa heavyweight, msee mmoja ana collapse economy for 10 years, as in alifanya gold ikakuwa mingi. Hiyo place gold ikakuwa overloaded hivi design yenye value ya gold paka ikaenda kwanza chini, unaget. So msee akiendelea hivyo, akienda akafika huko hivyo, aka make sure amepatiana hizo stuff zenye alikuwa anapatiana, akafika akafanya prayers, unaget. After amefanya prayers akarudi. Sasa si jamaa alikuwa ameshapatiana kila kitu, gold zake zote alikuwa amepatiana, umse akarudi like sasa akakuwa anachukua hiyo gold na higher interest, unaget.
kama gold inauzwa hivi, yeye anaiuza like anainunua more, unaona, ku make sure anajaribu kurudisha economy ya hawa say back to normalcy. Unaget design yenye manzi huyu jamaa mimi nasemanga ni kama yenye in one way or the other either ali expose Africa today to the other continents, as in terms of wealth na generosity yenye mse alikuwa nayo, unaona, juu hii kitu alifanya ili create future attention ya hao ma Europeans ku come to Africa ku make sure wana get a piece of wealth yenye Africans wako nayo yenye hao wana, unaona. So mimi nakwambia Mansa Musa wakati alikuwa na move hivyo, alienda aka make sure manage ku move around akipatiana hizo stuff hivyo, akarudi again akichukua na bado anawalipa, unaget. So wazima sasa walikuwa wanashangaa, mbona msee, kwani msee ako na utajiri natoshana aje, unaona, msee kwani ako na utajiri natoshana aje, juu manze ilikuwa ina shock. So Mali ilikuwa so well known to kukuwa na gold na salt, na hizi vitu zote mbili zilikuwa zinapelekana hivi during hiyo time, unaget. So huyu jamaa akaenda around the world akitua, akamaliza, akazunguka, akaanza kurudi hivyo hivyo akisonga manze. So kitu fani ni wakati alipita Cairo, Medina, Maka, alikuwa tu anapatiana, yani manze alikuwa tu anapatiana, unaona. So kama tu venye nilikuwa nimewasho, alifanya Cairo, gold ika lose value na prices zikarose again. Economy ya Cairo ilisuffer for 10 years just like I had told you, unaona. Sasa umse after alimanage kufanya hivyo, akarudi na knowledge yenye alikuwa ameenda juu. Sasa unaonanga ukimove unakuwa exposed manze. Kwa hii life ni fiti sana ukimove around, ukiexplore saa zingine the world, juu pengine kitu unaweza dhania ni best kwako place nyingine, hiyo ndio the lowest, unaona. So being exposed sometimes ina savingi stupidity fulani kutoka kwa kichwa ya wase, unaona. So Musa wakati alirudi hivyo back kwake, kajamaa kakaenda kakarudi, as in amekuja na full knowledge, ameacquire knowledge, amebenchmark, unaona, amebenchmark, akarudi kwake sasa, as in aka make sure sasa territory yake, that is now Mali, as in pia mkumbuke pia Burkina Faso ilikuwa under the leadership ya leadership ya Mansa Musa. So huyu jamaa wakati alirudi huko hivyo alifungua mavitu mob, unaona, alifungua universities, akaweka hospitals, unaona, akaweka ni as in place za kama ni place za ball, unaona, as in Mansa Musa alikuwa so diverse in terms of leadership, na Kenya alikuwa benchmark akaleta back to his territory. So venye ilikuwa hivyo big, bado ili benefit so much kwa sababu ya zile skills zenye alikuwa ameacquire hivyo akimove, unaona. So majamaa nakwambia, as in Mansa Musa design alikuwa na lead, design alikuwa na wealth ya hiyo place ya kwao ijawahi onekana until to date, unaona. So mse inasemekananga venye alimoving hivyo around, aliintroduce ma Europeans wakuja sasa kuanza inaitwanga aje ile land grab, ile venye walikujanga ku take over Africa, unaona. Mse ndiye aliintroduce kitu kama hiyo, jo alifanya like resources zote zikakuwa exposed to the whole world. Just like the other day when nilikuwa nimeona news fulani ya ule mse wa Congo alikuwa anaitwa Ruba. Ule mse mwenye alikuwa amefukuza wale mercenaries wale wa M23. Wale soldiers wa M23, kuna mse mmoja alikuwa commander wao alikuwa anaitwa Ruba. You can imagine Congo will have to sign deal na Congo na Rwanda wali have to sign deal na America ikami bring mse down, alafu America ikami ichukue resources zao, unaona. Saa zingine sisi pia Africans manze, kuna vitu sisi hufanyanga na za vitu kwa jote zenye like mse design walikuwa wanajaribu ku bring sanity kwa country yake, walimchukulia in a wrong way mpaka wakam destroy, unaona.
and in return America inaenda kuenda Congo ku take over resources zao zenye ziko so precious, unaona. Manze sisi kama Afrika jo saa zingine tunaumanga nje in terms of mahesabu, lakini sawa tu juu sasa hatuwezi anza kushinda tumepingana naye, unaona. So umse alirudi akafungua libraries, mosques, universities, unaona. Alafu the most famous ilikuwa Sankore University, unaget. Ilikuwa na Sankore University yenye ilikuwa na thousands of students, alafu ilikuwa na over 1 million manuscripts. Hizo ni mavitu zenye like unaweza soma nini and stuff. Na hii university ilikuwa so well known, inaweza funza maths. Ilikuwa inaweza funza maths, medicine, astronomy, philosophy, unaona. Timbuktu ikakuwa capital ya intellectual capital ya Africa during hiyo time, unaona. Manza Musa create kitu kama hiyo huko Mali, unaona. So umse paka leo mimi kuna venye huanga najiuliza huyu jamaa jo alijaribu kuinua hiyo nchi yake na hizo mavitu, as in leader mwenye yuko amejiwekea mavitu kwa roho zake, unaona, aibi nini and stuff yetu, ali make sure like Mali imedevelop, unaona. Leaders kama hao ndio wenye kila mtu anahitaji, juu unajua una elect msee ukidhania huyu ni representative wako, lakini jo maana anafika huko mbele anakuwa tumbo lisiloshiba, una get. Yeye ni kwa kwaya na kugrab so long as wako hapo kwa power tutawafanya aje, una get. So Mansa Musa alidevote to Muslim sana, design yenye alifanya, even though alikuwa amedevote to Muslim, alikuwa bado amefanya anaheshimu like traditional culture, unaona. Alirule na peace, kwa sababu unajua mse alikuwa mse mwingine mwenye ni normal design yenye alikuwa na accommodate kila mse kwa reign yake, unaona. So huyu jamaa alikamingi kupass, I think ilikuwa around 1337, kitu kama 1337 after Milid. Huyu jamaa lead for kitu around 25 years, unaona. Na during hiyo time kila kitu ilikuwa inapatikana with ease. Juu unajua yeye alikuwa anatumia resources zao ku make sure kila kitu inafanyika, una get. So Mansa Musa ali make sure amegovern na kila mbinu yote yenye anaweza ku make sure Mali inakuwa on top of their game, una get. Mali inakuwa azin kwa map kila time. So mse kitu moja yenye nilikuja nikalearn like alikuwa so keen about power, generosity, alikuwa na generosity pia, unaget. Hizo ni qualities zenye a good leader anafaa kuwe nazo, unaona. Ku make sure like wase wake wako fiti kila time, na wako fiti, wana make sure wamepata vitu zote in time yenye mimi naweza taka like leader kama hao wangepatikana hapa kwetu Kenya, unaona tungekuwa so far manzi. As in tuko na leaders wenye saa zingine tu kama mwingine anasema juzi anataka power. Sasa unataka power, unataka kutusaidia with our grievances manzi. Unaona power inakuwa too expensive kama tuko na leaders wenye wako na ujinga na hawataki kutusaidia, una get. So Mansa Musa wakati alipass Mali, hiyo Mali ilianza ku decline polepole na ikaanza kukua weak, kwa sababu watoto wake walikama wakatake over, lakini hawakuwa na skill sets kaza buda yao, unaona, kaza mzai. So polepole tu hivyo ndio venye Mali ili decline. Though Mali ilitoka kwa map in terms of ile power na strength yenye walikuwa nayo, but you see the name has been around for ages, kutoka huko 13th to 14th century mpaka leo. So Mansa Musa azin ni mtu mwenye najua yeye mwenyewe hadi angeweza amka leo angeijua bado like jina yake libakia kuwa icon ama kubakia kuwa legend mpaka leo manzi. So ni noma sana juu hiyo ndio kitu mimi nililearn out of hiyo jina venye nilishinda nimeisikia, nikagain more interest, nikasema acha nikam niwashow pia nyinyi.